Barabara mtazamaji, karibu kwenye sehemu ya Jarida, sehemu ambayo kwa kawaida ni sehemu ya mazungumzo. Leo tukua tunalizamia swala la athari za bidhaa za petroli, kwa lugha ya kimombo wakiziita fossil fuels, na vile vile tukiziita pia visukuku kwa lugha ya Kiswahili kwa jina lingine. Ndio baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunajadili athari zake, na kutokana pia vile vile na hotuba ya Rais William Ruto hapa hivi majuzi kuweza kutaka kuondoa matumizi ya visukuku ili kuweza kulinda mazingira na kupunguza zile athari za mabadiliko ya tabia nchi, ama ukipenda athari za hali ya anga. Ndani ya studio ninao wageni wangu wawili. Ninaye Justus Mutati ambaye vile vile ni vile vile anawakilisha masuala ya mazingira, ama tunaweza kumuita vile vile expert wa mazingira. Pia ninaye Elizabeth Wangeshi ambaye kwa upande wake atakuwa anatuangazia sana masuala ya kawi na vile vile pia mabadiliko ya tabia nchi. Karibuni sana kwenye studio za KTN News. Asante. Asante sana. Tukizungumzia swala la visukuku, ama tukisema vile vile bidhaa za petroli ama fossil fuels, labda moja kwa moja tunazungumzia nini? Tukianza na Elizabeth. Sawa, asante sana kwa kunialika leo. Ile kazi tumekuwa tukifanya juu ya tabia nchi imekuwa juu ya maisha ya watu. First of all, mambo ya kutumia fossil fuels as vile umesema inafanya kuna mabadiliko ya anga. Inaanza kuharibu agriculture, hiyo ukulima, tunakosa chakula, pia tunakosa stawi inayotosha ya kuhifadhi chakula, kuhifadhi vaccines zenyewe, kama vile tumekuwa na COVID, tumepoteza nyingi. Na watu pia kuna mambo ya kama flooding, tunaona kila saa, manyumba zinaoshwa, barabara zinaoshwa, watu wenyewe wanapoteza maisha yao. Sasa kazi yenyewe ni kuangalia that hii taifa yetu, ile kazi tunafanya, tuko nayo hiyo green economy. Tuko na solutions zote za kuhifadhi nchi yetu juu ya hii stawi yenyewe itaendelea, global warming vile tunaita. Sasa hata tukisema leo ni hii wiki yenyewe ni World Green Building Week, nchi yetu yenyewe pia inaendelea kusupport green buildings zenyewe. Na sasa tukiongea mambo ya low cost housing, vile tulisikia rais akimention the other day, lazima tujenge zikiwa zinasaidia towards sustainability, endelevu. Na tukiongelea mambo ya endelevu, tunaanza kuongelea mambo ya endelevu ya stawi yenyewe, so renewable energy. But hata kabla tuanze kuangalia mambo ya renewable energy, lazima tupunguze ile stawi tunatumia yenyewe. Tunapoteza pesa nyingi sana, tunapoteza stawi nyingi sana, na watu wengi sana hawana hiyo access ya stawi kule nyumbani. Hata hapa Nairobi unaweza kuwa connected kwa stawi, nikiongea mambo ya umeme, lakini hata una hela za kulipa umeme. Tuseme tuna waste, tunapoteza sana. So na labda kabla tuingilie mambo ya kawi na aina za kawi tunazotumia, kwa upande wako Justus, tukizungumzia bidhaa za petroli ama visukuku ama tunaziita fossil fuels, kwa mwananchi wa kawaida anafaa aelewe nini? Kwa sababu kuna aina tatu tunaona, kama vile coal ambao ni makaa ya mawe ama mkaa wa mawe, kuna vile vile pia mafuta ikiwemo petroli, na ndio matumizi ambayo katika pia dunia nzima ni 80% ambayo inasaidia katika kuzalisha kawi tukiwa tunatumia bidhaa za petroli. Asante sana. Kama jinsi mwenzangu Elizabeth ashasema, kwangu mimi nikitaka niwafahamishe wananchi ya kwamba tangu zamani tumekuwa tukitumia hizi bidhaa, na katika ule utumizi wa hizo bidhaa za kawi tunaona ya kwamba imechangia zaidi kufika mahali tumefika, sababu kama saizi tunaongea kuhusu mabadiliko tabia nchi, ambapo pia hii imeletwa na utumizi wa hizo bidhaa. Na pia tunaona katika hali ya anga pia imechafuka, na pia imeleta madhara ya kiafya kwa wananchi wa kawaida. Na kwa hivyo kufikia mahali tuko sasa, tunahitaji sasa, ni wakati muhimu sana kuona ya kwamba tunaangalia njia zingine vile sasa tunaweza kuwa na ile kawi endelevu na ambayo pia itakuwa safi kwa mwananchi wa kawaida.
Naam. Na tukizungumzia swala la kawi, tumekuwa tukitumia hizo bidhaa kama anavyosema Justice Elizabeth, tumekuwa tukitumia bidhaa za petroli, ndizo tunazotumia paka sasa hivi, paka Wakenya wametoa hisia tofauti kuhusiana na kupanda kwa bidhaa zenyewe za petroli. Na tunazitumia kwa masuala mbalimbali kwa sababu takriban watu bilioni 3 wanategemea kutumia aidha kuni ama makaa na vile vile pia bidhaa za petroli. Je, tukizungumzia kuathirika kwa hali ya anga kutokana na matumizi haya, tunazungumzia masuala gani? Naweza anza? Tunaanza na wewe. Asante. Tunaangalia mambo kama sasa global warming yenyewe. Nilikuwa nimesema hapo awali kuwa tukiongeza hii global warming pia inabadilisha hali ya anga. Ikibadilisha hali ya anga inabadilisha vile tunaishi kwa nchi. Lakini unapata sisi wenyewe tunataka kuishi vile tulikuwa tunaishi awali. Lakini mabadiliko hayaji ipo. Na niliposema watu already wanapoteza afya, mention afya, lakini pia maisha tunapoteza. Na hii maisha tunapoteza, tukiangalia tunapoteza pia opportunity ya country yenyewe, nchi yenyewe kuwa na economic growth. Swala moja tunaulizwa globally na pia nchi yetu ni kuwa suluhisho si ya nchi moja. Solution ni ya kila mtu duniani. Kwa sababu nchi moja haiwezi, hata ikibadilika haitasaidia vile tuna need kusaidia. Kweli. Lakini ukiangalia pia mabadiliko yanakuja polepole. Pesa yenyewe hatuna ya mabadiliko. Pesa yenyewe tunatumia kama nchi, tunapoteza, tunatumia vile tulikuwa tunatumia awali, badala ya kuangalia sasa hizi solutions, ni vipi tunaweza sisi wote kusaidiana. Najua tumeongea mambo ya miti sana, tunapanda miti, lakini bado unapata pande nyingine, watu wanakata miti kutumia kama kuni, kupika. Sasa lakini hatuwezi ambia watu msikate miti ya kupika bila kuwapatia suluhisho ya vile wanaweza kupika. Sasa ndio tunaanza kurudi kuongea mambo ya stawi. Na stawi yenyewe tukiongea juu ya umeme, tunauliza hii umeme yenyewe inatengezwa aje? Kwa sababu vile inatengezwa pia inaweza ongeza hii global warming tunaongea juu yake. Sasa suluhisho pia ni ya wale watu wako nyumbani, to national government na pia county government. Kwa upande wako Justice, athari zinazoletwa na matumizi ya visukuku ni yapi kwa mwananchi wa kawaida kuelewa? Kwa sababu pia tunaona gesi ya biogas inayozalishwa kutokana na vile vile samadi ama tukisema kile kinyesi cha wanyama pia itakuwa inaathiri mazingira. Kwa hivyo njia ambazo tunafaa kufuata ni zipi ili kuweza kutoa hizi athari? Kwanza kabisa wacha niongezee vile mwenzangu amesema madhari au madhara yenye yanaletwa na utumizi wa hizi bidhaa. Nadhani ya kwamba hapo ndio kuna changamoto kubwa zaidi kwa wananchi, sababu hawaelewi, na tungetaka leo waanze kuelewa, sababu kama vile amesema haya mabadiliko yenye tunataka tutoke kwenye tuko saizi na matumizi ya hizi bidhaa zenye tumekuwa tukitumia tangia mwanzo, tuweze kuyabadilisha sasa, tuende katika teknolojia zingine zenye zitakuwa zimeondoa hiyo. Inahitaji mipango na si kitu cha siku moja, lakini ni mipango. Tunasemanga change is a process. Hatuwezi kusema wananchi ya kwamba leo tunasimamisha haya, lakini lazima tuelewe sisi wote kwa nini tunasema participatory approach, tuone mabadiliko yamefanyika. Kwa hivyo madhara mengine ni kama vile tunasema mabadiliko tabia nchi. Kama saizi tunaweza kusema kila mtu anaweza elewa, tukiongea katika ile layman's language ile ya kawaida, sababu kila mtu umeona kama wakati huu si kama zile nyakati za kitambo ulikuwa unasema mvua itanyesha wakati huu na huu, alafu mnapanga vile mtapanda na mwezi kuvuna. Siku hizi mambo yamebadilika. Una kama saa hizi tuko mwezi wa 9, mambo ni tofauti. Unapata kuna mvua, saa zingine kuna baridi. Kwa hivyo kila mtu saa hizi anaweza kubali ya kwamba mabadiliko tabia nchi ni kitu kiko na kinafanyika. Kama saa hizi pia kuenda kwa mfano mzuri sana, tumeona kule zile semi-arid areas kule northeastern, some parts of upper eastern, mifugo wamekufa. Sababu ya nini? Yale mabadiliko ni ya ukweli. Kwa hivyo chenye nitasema ni kwamba ni wakati tunafaa kujipanga kama nchi
Na kwanza nitashukuru rais sababu alisema, nikasema hii agenda ameweka vizuri sana mara ya kwanza. Kwa hivyo nitasema ya kwamba ni kitu ambacho tunafaa sisi wote kihusisha kila mtu, tukianza na yule wa chini, the end users, yule mwenye wanatumia, tuseme kama ni clean cooking, cooking solutions and all that, tuweze sisi wote kuzungumza na lugha moja na waweze kuelewa, ndio waweze kuchukua ile jukumu na vile tutawa device wachukue kwa haraka sana. Na umezungumzia masuala ya nchi na vile vile pia hotuba ya rais ambayo ndio imetupelekea kuanza kufikiria upya anapozungumzia kuondoa matumizi ya bidhaa za petroli ama visukuku inapofika mwaka 2030. Tunaangalia nini? Tunahitaji kuwa na nini, Elizabeth, ili kuweza kufikia mahala ambapo rais anasema. Kumbuka sasa hivi amechukua jukumu la kuwa mwenyekiti wa lile baraza la mataifa ya Afrika katika kuzungumzia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na vile vile pia masuala ya mazingira baada ya kurithi kile kiti cha urais. Sawa basi, kitu ya kwanza, the first thing ni lazima tuweke hii kazi katikati ya kazi ya nchi. Isikuwe kitu kando, isikuwe kitu ya sideline. Inakuja sasa zile tuko na hizi conference international. This is the first step. Second step ni nimeongea juu ya pesa. Lazima tuweke pesa. Kiasi gani labda? Ukiangalia ministry Nikisema globally tunahitaji kama 43 billion US dollars per year. Unaona? Sasa Kenya yenyewe tuache kuangalia tu hii kazi ni ya Ministry of Energy ama Ministry of Environment. All ministries lazima ikuwe kazi ya kwanza, ikuwe center stage. Ya pili pia ni education. Lazima watu wasome, wajue, waitishe, waseme hii ni human rights. Tumefika hapo kwa sababu tunaweza kuwa very lucky tunaishi hapa town, tunaishi hapa Nairobi, tuko sawa, lakini ukitoka Nairobi ama saa zingine kama pandi yako ndio kutakuwa na hizo floods, nyumba yako ioshwe itoke, nani atalipa? Utaanza wapi? Utaenda kwa nani? So sisi wenyewe citizens tuna need kuitisha hivyo, lakini pia akiwa hapo ana need to ensure tuko na beyond policies na standards. Tuna need action. Tuna need kuonyesha, hata Profesa Wangari Maathai mwenyewe alisema hauhitaji diploma kupanda mti. Kila mtu anaweza panda mti, lakini hata tukihamia kutoka kupanda mti, hizi solutions za renewable energy, solar panels. Tunaongea juu ya solar panels, lakini tunaona wale watu wako na pesa ndio wako na solar panels. Tushaongeza ushuru kwa solar panels. Kwa hivyo hata imekatiza hiyo kazi. Na kuna opportunity sasa kubwa sana ya kuleta bidhaa kama hizo juu tuko pahali kwa equator, tuko na the right climate. Tunaweza tumia hiyo badala ya kutumia the fossil fuels tunaongelea. The other thing tuko nayo as well ni opportunity ya pande ya tumeongea mambo ya ukulima. Hakuna haja ya kulima na chakula zinapotelea hapo shambani. Hatuna cold chains tunaziita sasa, hizi fridge za kuweka za kuhifadhi. Hatuna cold chains. Lakini hizo cold chains zenyewe zina need stawi. Lakini tusirudi kwa fossil fuels. Lakini kitu kingine tunatumia kila saa na pia inaharibu tunapata vitu kama sore throat, watoto wetu wanapata homa, ni tukitumia mafuta, petroli, transport. Barabara zetu hizi magari zinatumia fossil fuels, diesel na petroli. Sasa tukicomplain that tunataka ziwe lower, tuna need kucomplain that tunataka e-mobility. Tunataka barabara tunaweza tembea. Mimi mwenyewe ningetaka sana kutembea mpaka hapa. Lakini unaweza jaribu tembea kwa hizi barabara uwezi. So tuna need kuangalia vile tuna plan city zetu na as a leader asimame aseme haya tumefika hapa. Hatuja win bado. Kwa hivyo tubadilishe vile tumekuwa tukifanya, tuweke pesa zote zisaidie towards hii kazi tunaongea about climate action, badala ya kuandika tu makaratasi kusema zile vitu tunahitaji kusikia, lakini sisi kwa ground vitu ni different. Just as leo serikali ikisema tupeane magari yetu tuanze kwa tunatembea kama Elizabeth anavyosema, sio kama itakuwa swala ambalo kila mtu ataliunga mkono, lakini kuna mataifa ambayo tayari yameunga mkono swala hilo. Unapouza gari lako kwenye nchi ya nje, serikali inakulipa ili uweze kupunguza yale machafuzi ya mazingira. Tuzungumzie swala la tufanye nini kuweza kuondoa matumizi kama anavyotaka rais, tuwe tunaondoa kabisa kutegemea matumizi ya visukuku ama bidhaa za petroli. Asante, and wacha pia nimshukuru, nimpongeze dadangu sababu yenye yote ameongea yote iko katika zile plans zenye zinaweza kutuwezesha kufika
2030 upata tunaweza fika pale. Na pia niongezee ya kwamba kama hivyo umeanzia kuuliza kuhusu kama magari, labda tunaweza peana magari kwa serikali watununue. Najua kama vile nilivyosema, change is a process. Najua kama saa hizi ikikuwa proposed utapata kutakuwa na challenge, tutaandamana. Lakini chenye nikitaka kusema ni kwamba ni vizuri badala ya utumizi sasa tuweze kubadilisha utumizi wa fossil fuels, hizo diesel tunatumia saa hizi na petrol, tuweze kuanza kama saa hizi in Nairobi tumeona kwamba kuna magari iko 100% electric yako. Na kwa hivyo naona tunafaa tufuate ule msingi, to scale up, tuweze kupeleka katika hali nyingine. Upata pia tuko na magari ile ya usafiri pia itumie upate inatumia umeme, ndio tuweze kutoa utumizi wa hizo fossil fuels. Still kuna other proposals pia naweza sema katika hali ya kupunguza. Kumbuka hatutoi kabisa kwa wakati huu. Tunaendelea kupunguza step by step. Tunaweza tumia zile tunaitanga 3-wheelers. Ukicompare na gari ile nyingine aka kadogo kama tuk and all that kanatumia kidogo. Unaona? Kwa hivyo ni ile approaches tunaendaje at least tuweze kuleta ile mabadiliko step by step. Pia ningetaka kusema ya kwamba ni vizuri pia tuangazie, tukiongea mambo ya fossil fuels, tuangalie sekta kuenda nyingine, sababu kila sekta inatumia kawi. Na kumbuka ya kwamba hii Kenya, hii nchi yetu, kuna ile Vision 2030 na kuna even the Big Four agenda. Yote iko katika kawi. Kama hakuna kawi yenye kuendelevu, basi hatutafikia ile Vision 2030 kuachieve. Kwa hivyo ni vizuri pia tuangalie across sectors. Pia wacha niseme hivi. Sisi kama mimi mwana mazingira na pia expert kwa community development, kuna hii approach na sasa saizi ndaiunganisha na yenye rahisi, bottom up approach. Bottom up approach, it is the best approach. Kuona ya kwamba sasa tunaongelea kuhusu mambo ya kawi. Wacha tuongea kutoka kule mashinani, sababu wa mama wenye wanapika kule kwa kuni, makaa, wale wako kule mashinani, tukiketi nao tutaona madhara, tutauliza mnaonaje, watupatie suluhisho, na sisi kama expert tuko tu facilitators together with the government. Tuone ya kwamba tunaweza wasaidia as per vile tumekubaliana sisi wote tukiunga mkono, basi tutaweza kuchange nchi. Naam, asante Justice. Elizabeth, Justice anasema tuuze magari yetu kwa serikali tununue bajaji. Lakini tukiachana na hilo swala, kulikuwa na kongamano juma lililopita kule Gabon kuhusiana na masuala ya mazingira vile vile, na nafikiri wewe ni miongoni mwa watu ambao mlihudhuria. Masuala yanayozungumziwa sasa hivi tukizungumzia masuala ya bara la Afrika kuhusiana na mazingira ni yapi? Ni haya kile tunazungumzia Kenya, tunazungumzia juu ya Afrika. Hata saa zingine unaangalia unasema Kenya imeendelea mbele kwa sababu iko na policy, wanafanya hivi, lakini si wenyewe tunasikia hatufanyi enough, hatujafika pale tuna need kufika. Lakini kitu moja tumeona tuko very good at ni mambo ya politics. Ukienda hata huko mashinani mtu anajua mambo ya politics, ndio? Sasa tukitumia hiyo energy ya kueleza watu mambo ya climate change, na si Kenya peke yake, ni Afrika yote, lakini pia tukue pamoja. Kwa mara nyingi sana tukienda hizi conference unapata hii nchi inaongelea hivi, nchi inaongelea hivi, sisi wote tunapoteza resources, tunapoteza opportunity ya hizi skills, ujuzi, na tuko na vijana. Unajua Afrika ndio iko na vijana ulimwenguni wote, the highest percentage. So tuko na the biggest opportunity ya kutengeza Afrika yenyewe pamoja, tukue kwa one voice. Na hopefully rais sasa ameenda huko kutusaidia kuwa na hiyo communication, but communication isikuwe ile ya kila nchi inajitafutia pake, tuwe pamoja. Na kitu moja kubwa sana ni hatujapata ile pesa ilikuwa imepromisiwa na hizi countries zingine zimetumia kawi kutengeza nchi zao. Sasa discussion ni kuwa Kenya lazima tutengeze. Pia unataka kuishi kwa nyumba nzuri, watoto wako waishi vizuri, waende shule, kila kitu kama hiyo. Na hata kama tunatumia kawi, tunataka ikiwa ni mambo ya kawi, tuhame pande ya endelevu.
kuhama pande endelevu, yote yale tunaongelea inahitaji pesa. Hiyo pesa lazima ifike. Sasa hiyo ndio discussion ilikuwa pale Gabon. Na kitu nyingine pia tuliona wamama they're not included. Wako excluded sana kwa hizi discussion. Lakini pale ukienda nyumbani unapata mama ndio yuko jikoni anapika, yeye ndo anatayarisha watoto waende shule, yeye ndo ana deal na mambo nyingine kwa community. So tumesema pia mama lazima awe kwa meza hapo, aongee, aseme experience yake. Vile mwenzangu pia amesema tuwalete mbele, lakini kuwaleta mbele lazima wa understand, wajue ni nini wanaongelea. So tuko na opportunities kubwa sana kama Kenya na Afrika kuleta wamama wetu mbele, waonyeshe experiences zao na pia waseme ni nini tunataka. Hatutaki the same things na countries zingine za Ulaya tuseme. Hatutaki exactly the same. Sisi tuko Afrika. Tuko na anga yetu, tuko na ujuzi wetu, tuko na culture yetu. So hii change yetu itakuwa ni yetu, isikuwe ya mtu mwingine kuja kutuambia tutakupatia pesa lakini lazima ufanye hivi. Na asante Elizabeth. Justice Elizabeth amezungumzia swala la kuwepo kwa rasilimali kutoka usaidizi wa nchi za nje. Na ndio swala ambalo pia rais aliligusia akisema kwamba wakienda kwenye lile kongamano la Umoja wa Mataifa la 27 basi ndio baadhi ya ajenda ambazo atakuwa anazisukuma kuweza kusaidia mataifa ya Afrika ambayo yameathirika na hali ya anga kuweza kupata ule usaidizi wa zile rasilimali, hususan tunazungumzia masuala ya fedha. Lakini kwenye ajenda ya 7 ya malengo ya maendeleo endelevu ambapo yanafaa kukamilika kufikia mwaka 2030, tunahitaji kuwa na nini? Vitu gani ambavyo tunavyo kama bara la Afrika ambavyo vinaweza kutumika kwenye hii safari ambayo rais anaizungumzia? Tunajua kwamba tutatumia upepo, tutatumia labda kama vile maji na vile vile pia madimbu na vitu kama hivyo. Ni vitu gani tunavyo ambavyo tunaweza kuanza navyo sasa hivi kuendelea na hii safari? Asante. Kama jinsi ambapo umetaja hii nchi ya Kenya kwanza, sisi tumebarikiwa na rasilimali zenye zinaweza kutoa kawi. Kama vile umesema tuko na umeme, alitaja mwenzangu tuko katika equator. And umeme upo vizuri sana. Kwa hivyo solar, sasa tunasema tuko na solar, nguvu za jua, tuko na ule mvuke, ile the geothermal power tuko nayo. Kuna upepo, kama sasa tunajua kuna Turkana power plant yenye itapatia hii nchi ya about 310 megawatts. Na kuna vingine pia, but pia tusisahau ya kwamba kuna hiyo tunaita biomass still, kama sasa tunasema about 68% kawi ya hii nchi watu tunategemea biomass. Hii ni miti, makaa, hizo bidhaa. Lakini pia sababu nimesema kwetu sisi tuweze kubadilisha hizi bidhaa, utumishi wa hizi bidhaa kutoka sasa kwenda zile zingine. Pia tunataka kusema ya kwamba kuna teknolojia mpya zenye pia zinaweza kupunguza zile emission ama wakati tunatumia biomass. Kwa mfano ambayo ni kumbuka ya kwamba tumesema hatusemi stop. Lakini tuendelee kupunguza tukipunguza pale because it's a process, ni part of the change yenye tunataka. Na kama saizi nakumbuka kama serikali kuna wakati ulikuwa na program sijui ilifikia wapi, walikuwa peana LPGs. Kulikuwa nayo na Ministry of I think ilikuwa Ministry of Energy and Petroleum, lakini ikagawanyishwa ikapotelea mahali. Lakini hizo ni baina ya zile strategies tunafaa pia tufuatilie, tujue zimefika wapi, kuona ya kwamba watu wanatoka kwa utumizi wa hii kwenda nyile nyingine. Kwa hivyo in short tunasema ya kwamba Kenya tuko na uwezo, chenye tunahitaji, chenye Elizabeth amesema, na pia policies zenye zita regulate exploitation those resources. Again, si pia tuangalie zile mega projects. Kuna zile tunaitanga they are mini hydros, kutumia maji, lakini katika zile mito dogo kuna small wind turbines. Pia tunafaa tuangazie mambo kama hayo. Ukienda mahali kama Kisumu kule unapata kuna molasses. Pia inafaa tumeke zile ethanol. I think umeona kuna zinaitangwa cocoa something. Zipo. Yani tulete teknolojia karibu na watu. Na pia muhimu sana kutukua na ile tunaita education, environmental education. Wacha to create awareness kwa watu wetu, kama vile amesema wamama, wanarika ya kwamba hivi ndivyo kuko, na kwa hivyo ni jukumu letu tukuja pamoja sisi wote
tuweze kupigana na hili janga na tulete mabadiliko yenye tunataka. Tukifanya vile hakutakuwa na mtu yoyote atapinga. Hata serikali inangoja kutoka kwetu. Ndio nikasema bottom up. Tuanzie chini. Asante Justus. Na naarifiwa na mwelekezi wangu kufikia hapo nichukue pumziko fupi mno, alafu nitakuwa narejea tuendelee na mazungumzo hayo kuhusiana na athari za bidhaa za petroli, ukipenda visukuku, na vile vile safari ambayo rais juzi aliweza kuitanga.